Watazamaji wapendwa wa Nifa TV, ilikuwa ni mtangazaji wenu ambaye mnampenda. Nilikuwa kwa TV nyingi, nilianza kwa wengi walinitambua ku City Cobra, wengine wakaniona ku GTS, wengine unazoea kuniona mara nyingi sana kunako ngoma ya kwetu TV. Tuko active, lakini leo niko nasaidiana na sister wangu anaitwa Anifa Masudi ambaye amefungula TV yake na itakuwa napana vipindi vya hapa Chakatu. TV naitwa Nifa TV, na kesho wewe mtaniona kwa Ali Best TV. So, watazamaji wapendwa, siku ya leo tunaelekea mtaani kuweza kuwauliza waalika wetu kunako baadhi ya maswali fulani. Na tuna swali mbili tu. Kitu gani kilisababisha Uganda ikakata network kwa muda wa siku chache, na wakati connection ya internet iliweza katika, ni kitu gani ambacho ulikumbuka? Bernard Beitaka, Jamada bin Kasim, pasina kumsahau DJ Kalonge, DJ Waxi, vile vile Mama Sauda ko my boss lady, pasina kumsahau Asia Beauty na wengine wote ambao wanapendelea kuifuata vipindi vya Nifa TV na tayari walisha subscribe ili kufuatilia vipindi fulani. Tuelekee mtaani. Kwenye microphone mtangazaji wenu Alain Le Padre. Nyuma ya makamera niko naye Nif Ekiz, good content creator kunako TikTok. Na leo acha tuingie mtaani tuwaulize watu internet inaongeza nini katika maisha ya wakimbizi na ni kitu gani kilisababisha internet iweze kukatika. Nif Kizala, twende basi. Watazamaji wa Nifa TV, tuko tunaendelea na sai tuko leo tulipenda tutembee tu ndani ya Bukere Zone na hatuna mengi sababu ni kipindi cha kwanza. Tunawaambia tena karibu sana kwa mitandao yetu ya Nifa TV. Niliwaambia mtakuwa mnapata kila kitu mnachokihitaji hapa kuna Nifa TV, na mimi mtangazaji wenu Alain Idrissa Le Padre. Jamada bin Kasim, Bernard Beitaka, Kandol Salatier, Adam Sound, DJ Waxi, pasana kumsahau Vegas Queen. Hapa ni mitandao yetu. Tunakutana na mwaliko wa kwanza. Jambo vie? Jambo sana. Kwa majina wananiita Joel Muhindo. Joel Muhindo. Wewe uko mkaaji wa hapa Uganda katika muda wa siku ngapi? Katika muda wa miaka 10. Miaka 10 unaishi ndani ya Uganda. So, unaweza kuwa na ka idea fulani kenye kalituma gouvernement inakata connection internet? Hiyo kwanza mbele niongee, nitamshukuru Mwenyezi Mungu sababu yeye ndiye ametupatia uhai na yeye ndiye ametupatia tena muda kama na huyu. Na nikizani hata pia na kuongea kwangu leo pamoja na nyie ni mapenzi ya Mungu tu. Sasa kwa kutosha network mie kufuatana gisi niliona ilikuwa juu ya kulinda inji. Kufuatana matokeo yenyewe watu walikuwa wakisema watafanya, vitatendeka, vitaenda hivi, lakini inji ikaona juu ya kulinda inji inabidi watoshe network. Kufuatana malalamiko ya wanainji kisi walikuwa nasema sie tutafanya hivi, lakini kumbe wakatosha network juu siku ya kampeni ipite salama. Ndio. So, na unaweza kuwa na kaide internet bali ikata kwa muda wa siku ngapi? Kama nilifuatilia mzuri, internet walikata kwa muda siku 5-6 hapo. Na wakati connection internet waliikata, wewe kitu gani kenye ulikumbuka sana? Wakati walikata network, mimi kwanza kwangu mimi nilishangaa tena pia. Kufuatana gisi niko kama vile mmoja kwenye nchi ya Uganda, kwenye familia yetu. Na wakati network ilikatika kwangu mimi nilikuwa najiuliza familia yangu iko salama huko kwenye iko. Sasa wao pia walikuwa najiuliza kwangu mimi sababu mimi niko kama vile mmoja, wanajiuliza eske ndugu yetu iko salama? Lakini wakati network ilirudia tukamshukuru Mwenyezi Mungu. So, na internet ama connection ya internet inasaidiaka nini mkimbizi mwenye anaikala Chaka? Network ya internet inasaidiaka mkimbizi kwanza ambaye anaikala Chaka kwa kuishi. Sababu hapa Chaka watu wengi hawana makazi, lakini wako na wandugu wao wenyewe wako nje, na inawapatia mawasiliano mazuri ya kujua wao wanaishi namna gani na wao kule wanaishi namna gani. Na pia hata unakiaona kupitia internet watu wengi hapa Mchaka wanakiaka wanajikuta wamepata pesa fulani kutokana na wandugu wao ambao wako nje kufuatana na kujua maendeleo ya familia kisi wanaishi. Anaitwa Muhindo Joel ama Joel Muhindo. So, unaweza kuwa na neno gani unaweza ongea juu ya TV ambayo njia mara kwanza tunaanza vipindi vyetu hapa Chaka? Utakuwa na neno gani ambayo tuongea juu ya Nifa TV?
Nifa TV kwanza mimi nawashukuru sababu sio jambo rahisi ya kufikia mtu, lakini hii usujambo mmepata ya kuwa na karibia kila mtu, muendelee sana jo, tutajua mingi sana kupitia Nifa TV. Na pia dunia mzima hata itajua mingi sana kupitia Nifa TV. Acha tu Mungu awabariki na awaunge mkono, muendelee mbele. Neno gani unaweza kuwa na mtu mmoja wala wawili mnaweza salimia sasa mweko na kufuata ku TV yetu? Kwa kwanza mimi nasalimia mke wangu ambaye wanamuita Sheila Baby. Sheila Baby. Na mimi nasalimia pia watoto wangu na familia yangu. Na pia mtu mwingine ambaye mimi namsalimia, acha nitaanza kwa Kamanda Benson. Mkubwa Kamanda Tiurio Kurungi. Ambaye anasimamia sport ya Chaka na anasaidia pia education na service hapa Mchaka na vitu vinaendelea salama. Na pia mimi nasalimia UNHCR, mimi nasalimia OPM, mimi nasalimia Alight, pia na Kabsia Youth Foundation ambayo mimi ndio manager wayo. Wenye manager wa Kabsia Youth Foundation. Tutarudi tena kuongea juu ya Kabsia Youth Foundation. Kinachokuwa na mwanzo lazima kiwe na mwisho. Tulikuwa naye Nif Kizala, yani Nif Kiz. Ukaenda ku TikTok utaandika tu Nif Kiz, yani NYPH Kiz, yani watia K I na Z, utaona content zake kunako TikTok. Mimi ni Alain Idrissa Le Padri. Ilikuwa ni TV yenu inayoitwa Nifa TV. Na Nifa TV ni televizio ambayo tayari imefika ndani ya Chaka. Ngine wa pili kwa sali ambao tuko tunaendelea kuwauliza walikuwa wetu. Hii ni Nifa TV na mtangazaji wenu ni mimi Alain Idrissa Le Padri, na sasa hiki ni kipindi ambacho kinachoitwa Lisolo ya Chaka. Jambo mzee. Jambo sawa. Na kwa majina ni nani tena? Majina ni Aime, Coach Aime. Kwa majina unaita kwa jina ya Coach Aime. Coach Aime, tunakuta hapa kukiwanja. Tunapenda tukuulize swali ya kwanza. Wakati walikata connection ya internet, wewe ulijisikia namna gani? Nilijisikia vraiment mbaya sana. Mbaya. Unajisikia uko isole. Juu watu ya unaishi wetu wageni huku. Tuko wakongomani, tuko kwa watu. Mafamilia ziko Kongo, ziko wapi? So kama unaikala siku 2-3 hamuna habari ya bandugu, na wana habari yenu na wanayua ni uchaguzi, una uchaguzi ya Afrika na watu na mashida. So ilikuwa na bainquiete sana. Ndio ilikuwa problem. So na wewe kwa mtazamo wako unaweza sikuta government iliweza kukata connection ya internet. Kitu gani kilisababisha gouvernement inakata connection ya internet? Kwa mawazo yangu, kufatana na vitu tuliona vinapita miaka ilipita kama Libya, Tunisia, unaona mtandao ilisababisha fujo mingi na ikaangusha governments za mingi. Unajua njoo ishakuwa njia ya rahisi ya kutembeza habari za uongo na za kweli. So nawaza ni hiyo njoo inaweza tuma government iliseme ikate saa moja juu kusikue mivurugo mbalimbali. So na wakati hapa gisi tunaishi, wewe kwa mtazamo wako unaweza kumbuka connection internet ilifungiwa kwa muda wa siku ngapi? Ilikata kabisa yote, ndeza sema siku 4 ama 5. But ilikawia. Jua kisha pale ilomba wamoja watumie VPN, simu zimoja zinetika, zingine zitike kama ma iPhone ya vile. Sasa wewe unaweza shauria nini wa viongozi wa Afrika ambao saa mchaguzi natafuta fika wanakataka connection? Kwa usalama ya population ndio wanaweza vifanya. Na kuna kwa propaganda wengine wachaguzi wanaweza penda watu wawakufie kubure na saa moja hatafanya hata kitu akipita akikuwa wakimchagua kama kiongozi. Lakini pia inaweza kuwa vizuri viongozi wa nchi za Afrika wakuwe naongoza vizuri. Sababu kama wanaongoza vizuri hakuna mtu mwenye atacontest wakati ya uchaguzi, netapita mkimya. Sawa, mkubwa Aime, unaweza kuwa na neno ambao utaongea juu ya Nifa TV, sababu ndio mara ya kwanza mimi kama Alain Idrissa Le Padri niko napana vipindi kwenye Nifa TV pamoja na Nathan Kidhala nyuma ya makamera. So unaweza kuwa na neno gani utasema juu ya TV yetu na juu ya hali ya hewa yenye iko Chaka? Kwanza ndeza encourager kazi mko unafanya juu inaweza wa vizuri batu benye biko nje ya camp bakwe na yua mahabari zinapitikana mu camp.
inaweza kuwa nasaidia mu namna mbalimbali. Kwa mfano sai vitu hivi kama TV kama hizi ndio zilituma shi wachezaji wa basketball tunapata wa sponsor na wanatujengea uwanja. So kupitia hii manani sababu mtenda mnapost mnatia kwa mitandao kwa mtu ataweza kutanana nayo alikuwa chaka zamani anasikia habari fulani kuhusu kitu fulani na unaona anakuwa anaingia anasaidia. Tulisikia eti kama uko kwa basket tulisikia eti teria basketball iko natengenezewa na mko mnahitaji msaada ingine juu ya kutia samo ya masima juu matope isiatake terrain. Unaweza ambia hata dada Nifa TV je wasaidia hata na mfuko moja ya sima ama afanye je? Ndio tulimaliza jenga lakini haikuisha yote. Kuko mafasi mbalimbali zilikuwa mafasi mingi zilikuwa na lomba kwa reparation kidogo juu hii ilishafanyika nayo siharibike tena. So kwa kila mwenye anaweza kuwa na roho ya upendo ama anapenda maendeleo na anapenda jeunesse hapa isikue naangaika mu mafitilite mapombe manini nawe peke tunaencadrer hapa karibuni vijana 150. So wale wote wanaenda mbali na pombe, bulevi, bangi nini. So kila ambaye anaweza kuwa na roho ya kusaidia hii initiative yetu anaweza tusaidia hata na saki mwa sima kwa mfano dada Anifa Masudi na wengine wote ambao wataweza pata hii video. Unaweza kuona kusalimia mweko na kuona ku TV sasa hii. Mimi nasalimia kwanza wasaidizi wetu ambao watupatia hii uwanja Fast Coach in Africa na Tabernacle Church from US na team Nairobi ya Fast Coach na mimi nasalimia tena wachezaji wote wa basketball chaka na familia yangu. Papa Aimé Bako, le grand basketteur, tunasema merci. Ilikuwa ni Nifa TV. Leo tuko tunatembea ndani ya Bukeri, tunauliza watu sababu je, anaweza kuwa na ujuzi kidogo ya kujua ni sababu gani walikata connection ya internet na kitu gani ambacho yeye alimisinga wakati internet iliweza kufungiwa. Kama ulifurahia kipindi hiki usikose kusubscribe kwa mtandao yetu ya Nifa TV. Vile vile tunasema Ale le Padre, Nathan Kizala, Anifa Masudi, Mama Sauda Koho, big up. Nathan, twende basi. Asante mzee. Okay, jambo vie? Jambo man. Hii ni Nifa TV ambayo ndio kipindi kia kwanza hapa Chakatu kwangu mimi Ale Idrissa le Padre, na swali ambayo tuko tunauliza wa alikuwa wetu siku ya leo ni kutokana na hii period ya uchaguzi ambayo ilifanyika ndani ya nchi ya Uganda na government ya Uganda ilikamata decision ya kuweza kuifunga mtandao yani internet. Sasa wewe kama vile mkaaji wa hapa Uganda wakati walifunga internet unaweza kuwa na mambo fulani yenye unayua yenye ilisababisha connection internet banaifunga? Mimi naona ke connection ilifungiwa juu wasipropage ma info ya bongo. So na kosa yenye nani election ishakuwa iko kisha atuyajua president wa kweli mwanapita, so watu wanaanza ambia watu iko nje ma info yenye haiko ya kweli. Mbona wakati internet ilifungiwa wewe kama unaweza hesabia ilifungiwa kwa muda wa siku ngapi? Kwa kama siku 4. Ilikuwa siku 4 au 5 hivi. Ndio. Na sasa vile wakati walifunga internet kitu gani kenye woli misinga kenye usikia kinakukosea mkukata internet? Mimi kenye nilimiss ilikuwa kuongea sana kwa wenyewe tuko hapa tuko na bandugu wenyewe biko mbali, so ile kuongea nabo ili itukosea sana na surtout ile kusto withdraw pesa. Unataka kuwa na pesa mobile money hakuna ku withdraw. Maki na mobile money walifunga. Ndio walifunga. Na tunasoi katika vile kwa watu wenyewe wanafaka ma trading. Ndio. Like ile maipoke yote hakuna kutumika na vile vyote. Ndio. Unataka kuwa na pesa sote ma account zako. Hautafanya withdraw, so vile vyote ni vitu vilisumbua sana. Ndio. So na vile kwa sasa tayari internet yarudia vizuri kisi ilikuwaka. Like sai connection yarudia hawezi tumikisha WhatsApp, X, Twitter na TikTok bila VPN. Ndio tu shida iko sometimes kama unatumisha ile VPN biko tumika mzuri na shida nyingine biko na ma iPhone. So na ma VPN za mingi kama unatumisha iPhone una subscribe na unakuwa unazilipia kwa mwezi vya vile. So ndio ina perturbe sana.
Na saa hii gisi huko unaangalia hali ya hewa gisi iko kita kitu kisha kuwa poa kutosha mtandao. Juu wakati ya uchaguzi fujo ilikuwa ya mingi. Na wewe kama mkaji wa Uganda uko unaangalia saa hii fujo ilishaisha. Mimi naona saa hii watu washaelewa, wana comprendre gisi vitu vinapitikana. Wiki bamwa biko awafurahie ma resultats zilitoka tushavizoea vile maana tunakamata tu vile gisi biko. Ndio. Ulisema tena kwa majina nani? Moise Zahinda yani Mosende. Also unasema nini kwa ITV ya dada Nifa ambayo inaitwa Nifa TV? Wewe unasema nini juu yayo? Sema neno moja na uko unasalimia watu wote wenye unaiwa kwa television sai. Mimi naweza sema tu hii ni kazi ya bien, muendelee vile kutupatia info watu wenyewe biko mbali na wajue yuko kupitikana mwa Uganda, na mimi nasalimia familia yangu yote na watu wote wenyewe mimi napenda, wenyewe biko mbali, wenyewe biko karibu, wote kabisa mimi nawasalimia sana. Asante sana mkubwa Moise.